Marko 8:31. Mark 8 verse 31. Fungua Biblia yako pale, alafu tusome mambo machache. Mark 8:31 verse 1. Nitasoma mistari michache kwa sababu ni vizuri fundisho lolote liwekwe katika maandiko matakatifu. Na neno linasema hivi: akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na baada ya siku 3 kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo waziwazi. Verse chapter 9, kitabu cha Marko 9 mstari wake wa 30. Neno linasema hivi, mstari wa 30 hadi 32. Maandiko inasema, wakatoka huko wakapita katikati ya Galilaya, naye hakutaka mtu kujua, sababu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, mwana wa Adamu yuaenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua. Hata akisha kuuawa, baada ya siku 3 atafufuka. Lakini hawakulifahamu neno lile, wakaogopa kumuuliza, ni nani mkubwa? Wakaogopa kumuuliza. Twende katika kitabu cha the same chapter 10 verse 32, kwa sababu ni Yesu anayetangaza habari ya kifo chake na mambo itakayompata ili watu wafahamu. Marko 10:32 nasema hivi, nao walikuwako jiani huku akipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Na Yesu, wacha nirudie. Nao walikuwako jiani huku akipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatoa tena wale thenashara, akaanza kuwaambia habari za mambo yatakayompata, akisema, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu na makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Jina la Bwana litukuzwe. Twende katika Mathayo chapter 26, Mathayo 26, tusome neno pale pia, mstari wa 1 na wa 2. Tuangalia neno hilo linalosema, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Bwana tukuzwe. Bwana wetu na inuliwe sana. Kwa ajili ya wakati, nataka nitangulie kwa kusema Yesu alikuwa na mission katika dunia hii, na mission yake haigekamilika kama hagepitia katika kifo, kwa sababu alikuwa na jukumu la kuja kumnunulia Mungu watu. Wakati watu wa biashara waliambiwa wasimame, nilikumbuka mhubiri ndiye mfanyi biashara mkubwa, maana yeye anaenda anaongelesha watu, mioyo ya watu anaichukua, anaileta kwa Yesu,
nanunulia Yesu watu, ijapo walinunuliwa na Yesu, lakini anafanya kazi hiyo hiyo ambayo Yesu alifanya ya kuhubiri na kuleta mioyo kwa Yesu. Wakiambiwa professionals, ninasimama kwa sababu he was a teacher, na mhubiri yeyote ni mwalimu. Bwana inuliwe sana. So lazima ningesimama zote. Na hapa unaona huyu Yesu alikuwa na mission, na mission yake igetimia tu wakati alikuwa apite kule kwenye msalaba, ili aweze kununulia Mungu watu ambao walikuwa wamefungwa, walikuwa katika dhambi, na hakukuwa kumeonekana mwingine yoyote katika dunia aliye na uwezo wa kununua watu wale ama kumpatia Mungu watu wale. Watu walikuwa wamefanya dhambi na Mungu alikuwa amepitana nao, uso wake haujawaangalia, na kwa kuwa aliupenda ulimwengu alituma Yesu ili aje arejeshe hawa watu kupitia kifo chake pale msalabani. Kisoma katika Yohana 1:29 inatuonyesha Yesu alikuja duniani kama mwana kondoo wa kuchinjwa. Alikuja katika dunia akiwa kama mwana kondoo wa kuchinjwa. Na kwa sababu hatuna wakati mrefu, nataka tuombe, na tena tutaongea mambo haya zaidi wakati wa Pasaka. Pasaka haiwezi kawa Pasaka kama hamuongei habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu, habari ya damu ya Yesu na kazi iliyofanya. Lakini kwa leo, kwa ajili ya mambo ambayo yako mbele yetu ya maombi ya kuombea Pasaka na mambo mengine, nataka nitaje mambo sababu mbili ama mambo mawili muhimu sana ambayo yalitimizwa na kifo cha Yesu msalabani. Mambo machache ambayo yalitimizwa na kifo cha Yesu msalabani. Elewa hivi, kifo chake sio kifo kama cha watu wengine. Mama amesema hapa habari ya mama huyo moja aliyepumzika wa hiyo jamii. And I was there the other day, I think on a Tuesday, nilienda kwa hiyo boma, na unakuta ya kwamba watu wana huzuni, lakini akifa mwisho ni hapo. Jina la Bwana litukuzwe. Akifa hiyo siku alikufa, mwisho wake ni hivyo. Hata mwingine anayekufa kama hiyo tumetangaza ni hivyo, kutoka hapo ni hukumu. Lakini kuna kifo moja ambacho ni cha kipekee sana katika dunia, maana huyu hakufa tu, huyu alifufuka, na kifo chake kilikuwa tofauti na vifo vingine zote ambazo zisawahi kuwepo katika dunia. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana wetu na inuliwe sana. Kifo hiki kilitimiza mambo machache, na jambo moja kifo hiki kilitimiza, his death the death of Jesus on the cross ilitimiza mambo machache, and one of it ni kwamba ililipa ile penalty for sin. Kupitia kifo hiki Jesus paid for the penalty ya dhambi. Alitulipia hiyo peni, ama hiyo penalty ni nini? Gharama ya dhambi tuliyokuwa nayo. So ni vizuri ukumbuke neno hilo, kwamba tunapoongea habari ya kifo cha Yesu, na ukienda nyumbani usome katika Biblia kitabu cha Matthew chapter 27, ukianzia verse 32 mpaka chapter 28, itakuonyesha ile njia yote Yesu alipita akienda kufa. Ni nini alikuwa anatafuta? Kitu cha kwanza, muhimu wake, deni au gharama ya dhambi ililipwa. Salimia mtu, mwambie gharama yako ya dhambi ililipwa. That penalty, the penalty for sin, ililipwa kupitia kifo cha Yesu pale msalabani. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana wetu na inuliwe sana. Unajua, ni sisi tuliokuwa na hiyo shida, Yesu hakuwa nayo. Lakini vizuri uelewe hivi ya kwamba alikuja ili akulipie wewe gharama. Alilipia mimi gharama,
na kisha lipa hiyo gharama. Sasa tusiwe tena watu waliotokana na dhambi, kwa sababu kuna mmoja aliyetoa uhai wake, akatoa mwili wake ili aende msalabani, afe pale, baada ya siku chache afufulie, na baada ya kushinda hiyo kule kuzimu, sasa ikawa ako sawa. Jina la Bwana litukuzwe. Na ikawa nasi tuko huru katika maisha yetu. So kwa yeyote mwenye amekubali kupatiana maisha yake kwa yetu, ni vizuri elewe hivi, na the ransom was paid to God, ilikuwa ya kusatisfy that role demand ya yetu ya Mungu. Mungu alikuwa anataka watu wake, lakini hakukuwa na njia, because he's a just God, he's a great God. Na akiwa ni Mungu mwenye haki na ni mtakatifu, hakuna njia angetumia njia ya mikato ate ili aseme kwamba hii watu ni wangu, achukue hao kwa nguvu. Lazima angepitia njia ya haki iliyowekwa, wapi mtu mmoja utolewe ili mimi na wewe tupatikane. Tusalimie mtu, mwambie umesamehewa dhambi. Mwambie vizuri umesamehewa dhambi, na mwambie deni yote ililipwa. Hallelujah. Hey, praise the name of the Lord. Na sioni kumsalimia, muuliza vizuri umeokoka. Maana ni rahisi ukute damu imemwagwa na kila kitu kimetolewa, lakini ukute Mkristo ndiye na yeye huyo, ama mtu ndiye huyo, ni wakuja tu kanisani, lakini hajalipa, hajakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu namna hiyo atakaa tu na dhambi zake, atabebana nazo. Lakini kwa wale wenye wamekubali Yesu, ndio waambie mwenzake ya kwamba deni yako yote ililipwa. Jina la Bwana litukuzwe. I need to remind you those few words, kwamba deni yako yote ililipwa. Si umwangalie vizuri, mwambie hauna deni, na umwambie haikulipwa shetani. Mwambie vizuri haikulipwa shetani. Wewe hukuwa na deni ya shetani kwa njia yoyote, na ni vizuri kila mara uelewage hivyo. We owe the devil nothing. Hakuna kitu tunamuomba tulimuomba shetani. Yule tulikuwa tumekosea ni Mungu. By the way, shetani ni furaha yake tukiwa na dhambi, si ndio? Ama namna gani? Ni furaha ya shetani tukiwa wenye dhambi, ili kule jehanamu wawe na watu wengi. Yule ambaye tulikuwa tumekosea na tuliyekuwa tunafaa kulipiwa hiyo deni ni Mungu mwenyewe. Yeye ndiye aliyekuwa na shida, maana tumejipeana mikononi mwake kupitia Adamu, na hivyo ikabidi amulete mtu mwenye atapita pale. Bereni ilikuwa inatolewa mbuzi, ilikuwa inatolewa wanyama wanachinjwa, ikimwagwa damu ate hawa watu, na ilikuwa inafanywa yale kila mwaka, kwa baadhi anaenda anafanya. Lakini kifo ililipa yote, miaka yote, wakati wote. So tunatembea ukiwa na Yesu maishani, ni vizuri uelewe hakuna hukumu tena, ulilipiwa deni. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana wetu na tukuzwe sana. The death on the cross paid that penalty for sin of all of humankind, ya wanadamu wote. Ililipa yote, hiyo deni yote ililipwa. He died in our place as our substitute. Elewa, ni sisi tuliofaa kufa, lakini yeye akafa kwa niaba yetu. Si jina la Bwana litukuzwe. Mwimbaji anaiba wimbo moja, anauliza mtu akijua anapendwa na mtu atafanya nini? Akijua anapendwa na mtu mwingine atafanya nini? Alafu anaongea habari za Yesu, na anasema ya kwamba Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yake, na unakuta ana furaha kwa sababu anaona hiyo ni upendo mkubwa, kwamba ni mimi niliyefaa nife, lakini kuna mwingine aliyekufa kwa ajili yangu. Is there anyone here mwenye ako tayari kufa kwa ajili ya mwingine? Ati ufe kwa ajili ya, ninaona mume na mke wanasema tutakufa pamoja, lakini kama mmoja ndiye anaendesha gari,
aone gari na ndio inakuja kugonga, anajaribu kujiokoa, anaelekeza upande ule mwingine. Ni kusema tu anasema wengine, lakini inaweza kufika mahali ukute kwamba this is death, ukute jamaa amechomoka. Iko mzee mmoja huko Majengo zamani, na alikuwa mtu mkubwa wa Mungu. Walikuwa na katoka wakaenda pale Silent. Walipoenda Silent usiku, walikuwa natoka nafikiri mamishoni zao na mke wake, na walikuwa na wengine. Along the way, Silent unajua ni mahali ya wakora, wakatokewa na kikundi. Sasa huyu jamaa alikumbuka ya kwamba aliasha bibi kitabu. Hata yule rafiki waliyekuwa naye alikuwa ndiye alibaki kiasi alinde mke wake. Lakini imagine this, yuko moja aliyekubali kufa kwa niaba yako. Wewe ndio uliyefaa ufe, lakini Yesu mwenyewe akajitoa afe kwa ajili yako. Jina la Bwana litukuzwe. Salimia mtu, mwambie kuna moja alikufa kwa niaba yako. Kuna moja alikufa kwa niaba yako. One man died kwa niaba yako, na alifanya hivyo akipokea ile punishment ambayo ilikuwa ni yetu. Hiyo punishment ilikuwa yetu, hiyo ya kifo ilikuwa ni yetu. Hebu soma neno katika Warumi, neno katika Warumi, word of God in the book of Romans chapter number 4. Warumi mlango wake ni wa 4, mstari wake ni wa 25. Neno la Mungu, the last verse in the book of Romans chapter 4. Neno la Mungu linasema hivi, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Nani alitolewa? Ni Yesu. Sio kwa kusema ni Yesu alitolewa. Jina la Bwana litukuzwe. Katika kitabu cha Waebrania 9 mstari wake wa 28, neno la Mungu linasema ya kwamba that Christ was offered once to bear the sins of many. Kwamba Yesu alitolewa mara moja ili abebe dhambi za wengi. Christ was offered once to bear the sins of many. So as we celebrate habari ya kifo na kuvuka kwa Yesu, elewa kwetu na Kristo ni ceremony na ni celebration iliyo maana sana, maana mtu mmoja ndiye aliyetolewa kwa ajili yetu. Si jina la Bwana litukuzwe. Kwa ajili ya makosa yetu, kwa ajili ya dhambi zetu alitolewa Yesu. And we need to refresh our minds na kuona kazi iliyofanywa na Yesu. Ndio nakuambia uende usome katika kitabu cha Mathayo chapter 27, ukianza verse 32, uone safari huyu Yesu alipitishwa. Unaona tumesoma katika Mathayo 26, na unaona hiyo inatuonyesha tu vile ambavyo wazee, those men ambao walikuwa karibu na yeye, viongozi wa watu, wale waliokuwa wazee, makuhani na nani, ndio waliokonspire washike yeye, watubike yeye. Ani he knew everything. Hata akinyamaza he knew everything. Lakini ukiangalia hilo yote alifanya kwa ajili ya watu. Si jina la Bwana litukuzwe. Si Bwana tunainuliwe sana. Wakorintho wa kwanza 15, just want to refresh your mind to take you down the memory line. Mkumbuke about habari ya kifo hiki cha Yesu. Wakorintho wa kwanza katika 1 Corinthians chapter 15. Wacha nianze tu moja mpaka mstari wa 3. Inasema hivi, basi ndugu zangu, na warifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Mstari wa 3 inasema, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale
niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Hayo ndio maneno nataka ushike vizuri. Katika mstari huo wa 3 Paulo anayosema hivi, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. So hakufa kwa ajili ya watu wengine, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na hata yule hajamwamini Yesu leo, nataka aelewe hivi, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Siusalimie mtu hapo tena, nataka ni kuengage kwa ajili ya hali ya joto na nini. Usalimie mtu, mwambie hivi, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako. He is a substitute kwa ajili ya dhambi zako. Na kwa ajili ya kifo hiki, kifo cha Yesu, waamini wanafaa kuelewa hivi kwamba kuna mmoja aliyekufa kwa ajili yetu. We need to understand that kila wakati kuna mmoja aliyekufa kwa ajili ya dhambi zangu, na ndio ceremony hii ya kifo na kufufuka kwa Yesu, the Passover feast, sababu yake ni hii, itukubushe kuna mmoja aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Si jina la Bwana litukuzwe. And also neno katika hilo ni kujulisha hivi, that the penalty that Jesus paid for sin haikuwa tu kwa ajili ya the human race, lakini ilikuwa vile vile, ninapoangalia maandiko, that penalty was also for everything in the universe that had been marred by sin. Kila kitu, including the creation. Na nataka usome neno katika Warumi 8, uelewe kifo hiki si kwa ajili ya tu mwanadamu, lakini kwa ajili ya everything that had been marked na by sin, ama na dhambi. The book of Romans chapter 8 verse 21. Kuna neno mzuri mahali pale ambalo unafaa uone, even creation inagoja, inatamani, kuna kitu inagoja. Romans 8 verse 21, neno linasema hivi, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu na wa watoto wa Mungu, including the creation. Kifo hiki kilishughulikia every creature, kila kitu ambacho kilikuwa kimefungwa na ile kopa ya dhambi. Kifo cha Yesu kina muhimu sana, maana unaona, including all creatures. Bible inasema, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So ni vizuri ushike umuhimu wa kifo hiki. Umuhimu wake ni that deep, kwamba si tu kwa ajili ya mambo kidogo kidogo tu, lakini ni kurudi kila kitu, all the creatures, kila kitu. Maana unalia rais, ukisoma mbele utaona kwamba creation, ukisoma katika verse 22 inasema, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Kuna uchungu, na Paulo ananena maneno hayo, lakini kwa ajili ya wakati nisiende zaidi sana. Na hivyo vizuri tuelewe hivi, kifo hiki ni cha maana, na kuelewa hivi, uelewe hivi, wakati kama Yesu basi alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, anadimadi kitu moja kutoka kwetu: tudumishe usafi, tudumishe utakatifu. Si jina la Bwana litukuzwe. Tukishaokoka tudumishe usafi na utakatifu. Hiyo ni demand of a holy God, kwamba tudumishe hiyo. Na jambo la pili la mwisho ambalo kifo hiki kilitimiza, ama umuhimu wake, ni kwamba his death brought about redemption for humanity, not just pain but redemption.
Redemption, ukombozi. Mtu anaweza kukulipia lakini bado ukae huko. Ulipiwe lakini bado haujachukuliwa, haujafunguliwa. You are still bound. You are still bound. Bado umefungwa. Sasa ni vizuri uelewe hivi, tunapoendelea katika Biblia unakuta kuna neno linaloongea kuhusu redeeming. We are redeemed. Tumekombolewa. Ni vizuri uelewe neno hili linasema kwamba tumelipiwa, tupurchase, kununuliwa kabisa. Umenunuliwa, umelipiwa, umenunuliwa bure. Wewe si wa kuzimu. Na nataka katika neno hili niunganishe na neno moja katika Petero wa kwanza kwa ajili ya wakati. Petero wa kwanza, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Verse 18 and 19, uelewe neno hili. Neno la Mungu linasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana wetu na inuliwe sana. Wakati Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, he paid the price kwa ajili ya damu yake mwenyewe, na si ya vitu ambazo zinaharibika. Na alipolipa basi ukawa purchased fully katika jina la Yesu. Vile vile katika neno hilo haukununuliwa tu kutokana tu na dhambi ukaachwa hivyo, ulitolewa hata kutokana na mambo ya tamaduni na mamiungu zile zote na laana zote na uovu wote. Nataka niunganishe hilo na Wagalatia 3, sababu nataka tuombe kwa jina la Yesu. In some few minutes tuweze kuomba. Wagalatia 3:13, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Wagalatia 3:13. Neno linasema maneno haya kwamba Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Alifanyika laana Yesu ili sisi tutolewe katika laana zote. Bwana tukuje sana. So we were fully redeemed. Sio nusu, sio tu kwa dhambi. Kazi ya pili iliyofanya baada ya kulipa ile deni ya dhambi, alihakikisha kwamba ametukomboa kabisa, hata kutokana na laana, kutokana na sheria, kutokana na tradition, kutokana na uovu wote. So ninapotembea, I'm never bound. Sijafungwa. Sometimes nakuta watu kwetu nyumbani wanaongea about matradition zao. Ninawaambia hold a bit, tulia kidogo. Mnapopanga hiyo yote, please understand, I'm not part of that. Mimi siko ndani ya hiyo. Wananiambia utakufa, na wameniambia nitakufa, but I'm still walking. Kwanza wao ndio wamekufa, I'm still walking. Siusalimie mtu mwambie tulilipiwa yote. Salimia mtu vizuri, mwambie tulilipiwa yote. Wachana na watu na mila zao na tradition zao na miungu yao. We know one mwenye alilipa yote, Yesu, ili nitembee huru. Hiyo miungu yetu ilikuwa inaua. Tulipokuja kwa Yesu tunapata uhuru. Yeye alienda msalabani, akaangikwa pale, notoke kwa ajili ya dhambi tu, zile za ya shetani, lakini kwa ajili hata ya vifungo hizo, mila zetu, waraka hizo sheria zote na uovu wote, yoyote Yesu alilipa katika jina la Yesu. Na tukijua hivyo, tunafaa tutembee katika uhuru. Na katika wakati wa Pasaka we will talk about resurrection, the power of resurrection, ili watu wanapotembea wanatembea wakiwa huru katika jina la nani? La Yesu. Simama juu kwa miguu yako. Sina mambo mengi.
ama na kama ni mengi pole. Unajua unaweza kusema una mengi, lakini kwa wengine wamesema umekuwa na mambo mengi, lakini kama ni mengi pole. Hayo ndio nilikuwa nayo. I just wanted to refresh your minds, nikurudishe mawazo nyuma, uelewe tunapokuja katika the Pasaka Conference tuna habari ya kukumbuka, na neno hili daima baba zetu ndio walituletea wakati wa Pasaka. Akifungua mkutano yetu waliongea neno hili sana kuhusu damu ya Yesu. Na kumbuka maaskofu wale wa senior pastors then will talk about the blood, damu ya Yesu na ile kazi ilifanya. Tutaongea hiyo mambo yote wakati wa Pasaka, ili hata wewe uliye unayesumbuliwa na tradition, wewe unayesumbuliwa na mila, wewe unayesumbuliwa na laana, wewe unayesema umefungwa na laana fulani, ufunguliwe basi. Jina la Bwana litukuzwe. Leo ufunguliwe kupitia ukweli wa neno la Bwana, na kama utakuwa na uoga tukuombee uwe huru katika jina la Yesu. Si jina la Bwana litukuzwe. Nataka kwa dakika 10 kwa ajili wakati wetu ndio huo, na hatukuwa na wakati mrefu wa mambo mengi, na nimejua mmekuwa hapa kwa mambo ya inaitwa nini, ya harusi. Jana tumechukua muda mrefu jana, I know you are tired, lakini nataka tuchukue some time kiasi, tuinue jina la Bwana, tushukuru yeye kwa ajili ya kifo chake msalabani na ufufuo wake. Tumwambie tunashukuru kwa wokovu, tunashukuru kwa msamaha wa dhambi, tunashukuru kwa sababu umetufungua tokana na vifungo vya laana na vifungo vyote ambazo vilitufunga. Ushukuru Mungu kwa ajili ya haya mambo yote. Jambo la pili, tutaombea the conference that is ahead of us. So maombi ya kwanza, before niongoze maombi ya conference, nataka tuombe kwa sababu ya kushukuru Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi katika jina la Yesu. Inua mikono yako tunapopewa wimbo. We're going to take some few minutes tushukuru Bwana. Inua hiyo mikono yako mbele za Bwana. As we worship God, tuwe na nafasi ya kushukuru Bwana in Jesus name. In Jesus name. Nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu, imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu, imo nguvu, imo nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Tukiwa tumeinua mikono yetu juu, imo nguvu, nguvu ya ajabu msalabani mwa Yesu, imo nguvu. Shetani atakupiga neno haya kabele sana. Amen. The devil doesn't want to manifest those words. Haya hiyo maneno kwa jasiri. Imo nguvu Yesu Jesus. Uponyaji wa ajabu ndani mwa Yesu, uponyaji, uponyaji, uponyaji wa ajabu msalabani mwa Yesu.
mashena. Kusamehe dhambi na makosa hata leo. Ondoa hukumu ya watu waliofungwa katika jina la Yesu, kupitia mapigo yako msalabani, hata magonjwa yaliondolewa. Leo tunakubariki Yesu, leo tunakutukuza Yesu, tunakumbuka kazi iliyofanyika. And we are grateful God. Tunashukurani Bwana wetu, tunashukurani Mungu wetu. Na uinuliwe Bwana, na utukuzwe Bwana, na uheshimiwe Mungu wetu. Thank you Lord God, thank you Lord God. Ora katarabashana, rekatarabayana ramashena. Thank you Lord God, thank you Lord God. Thank you Lord God, thank you Lord God. Oh Yesu na uinuliwe. Ukadiliwe huru, nisibebane na uovu, nisibebane na ubaya, nisibebane na mira, nisibebane na ugavi za kila aina. Leo naashiria dhambi zote, leo naashiria uovu wote mbele zako kwa jina la Yesu. Yesu, kumbe ulifanyika hivyo. Ninakupatia, ninakubali damu yako, ninakubali kazi iliyofanyika msalabani, sio bure, ilifanyika kwa ajili yetu. We praise our Lord, we praise our Lord, we praise our Lord, we praise our Lord. Thank you Lord. Ngoja wimbo kiasi tuingie katika kuombea Pasaka. Na tunapoombea Pasaka tunataka tuombe kwa ajili ya watumishi watakaoleta neno. Nataka tuombe tuwe na kipindi kizuri cha anga mahali hapa. Nataka tuombe kwa ajili ya usalama ya watu wengi wanapofika na kurudi, wanapokuja na kurudi manyumbani. Uwepo wa Bwana. Nataka pia tuombe kuja uwepo wa Mungu hapa. Watu wapone, watu wafunguliwe, watu wajazwe Roho, miujiza ifanyike katika conference yetu. Hivyo ni vizuri kuombea watumishi wanaofika. Tuna Reverend Joroge from Kiambu, we also have Pastor Ogutu all the way from upande wa Nakuru. Wote watafika hapa kwa ajili yetu, na hivyo I want us to pray kwa ajili ya nguvu za Bwana, neema ya Bwana kipindi yote, na utaomba vile vile kwa ajili ya kufunguka kwako na kufunguliwa kwa wengi wahudhurie katika kongamano hilo katika jina la Yesu. Tupatie wimbo, tuombee mambo hayo katika jina la Yesu. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine Pasaka kwa jina la Yesu.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. My Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Omba kwa ajili ya uwepo wa Bwana mahali hapa. Na kuomba Bwana miguu hiyo yote, area hii yote tunaitenda na tunaitakasa kwa jina la Bwana. Tunatangaza breakthrough, tunatangaza power ya Bwana, tunatangaza uwezo wa Bwana, tunatangaza mamlaka ya mbingu. Roho Mtakatifu shuka, utawale mahali hapa. Shuka kwa nguvu zako, shuka kwa uwezo wako, shuka kwa mamlaka yako. Come Lord, have your way. Come Lord, have your way. Come Lord, have your way. Njoo Bwana wetu, tutetee utamanaji kwa nguvu zako na uwezo, kwa mafundisho yenye uwezo, kwa miujiza, kwa ujazo Bwana, kwa uhuru na ukombozi, kwa matendo makubwa ya mbingu. We are waiting for you, Lord. Tunangoja wewe uje. Uwepo wako ndio tunatamani. Come Jesus. Come Jesus. Come Jesus. Hapa kweli nina maconference. Njoo upate makao. Kwa kongamano letu ninaomba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaomba anga nzuri. Tunaomba hewa ya kipekee. Tunaomba hewa ya kipekee. Katika kongamano lote. Chochote kitafanyika. Wakiweka chini ya nguvu zako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. My Lord Jesus. 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 We lift up the Lord. We lift up the Lord. We lift up the Lord. Ninataka niulize kama kuna mtu aliye na hitaji katikati yetu. Kuna nguvu za Yesu mahali hapa. Is there anyone aliye mgonjwa, aliye na shida? Habari hii ya Mungu ilileta ya Yesu, kifo chake msalabani na ufufuo wake ulileta kila kitu. Hata hiyo amani ambayo tunaiba, amani ya Yesu, ilitokana na habari hii yake kwenda msalabani. Kaitwa the Prince of Peace kwa sababu yeye ndiye mfalme wa amani. Kama kuna hitaji ulilonalo la ndani ya mara nje,
Nyosha mkono wako vizuri katika jina la Yesu. Niombe Baba yetu, maana ndiye aliye na baraka hizi, atamke baraka kwetu na mahitaji hiyo. Ukinyosha hiyo mkono juu vizuri, utafikiwa hapo kwa ajili ya wakati, katika jina la Yesu. Ya, nakukumbusha tu kwamba tukiwa mbele za Mungu, hebu na imani itutangulie, kwa sababu Mungu hufanya kwa sababu tunaamini. Kile tunaamini itatendeka kwa jina la Yesu. Na hivyo hata Pasaka hiyo sisi tunataka kuamini ya kwamba mambo makubwa yatendeke, na Mungu wa utukufu adhihirishe huo utukufu mbele zetu, na atajidhihirisha kwa njia ya ajabu. Kwa hivyo hii si neno la watu fulani au viongozi, ni lako wewe kama mhusika na ambaye unahitaji kuona Mungu. Sasa hebu funga macho yako, tuombe mbele za Bwana tukiwa na imani. Baba wa mbinguni, haleluya, wewe ndiye mwenyeji wetu, Bwana wetu, katika Pasaka hiyo, na wewe ndiye Mungu wa pekee ambaye tunatilia maanani na kunyenyekea mbele zako Bwana wetu, na tunakutambua kama Mungu wetu. Kupitia Yesu Kristo ulituokoa, ukatudumisha, majina yetu ukaandika vizuri katika kitabu cha uzima. Na kwa hivyo Bwana wetu, tunakualika katika mkutano huu ambao tunaamini ya kwamba wewe ni ndani yetu, na kwamba unaandamana na kila moja, na kila moja kulingana na mahitaji yake utakutana nayo. Mungu utukuzwe sana. Hata watoto wetu wadogo tunaamini utawainua kwa ombi hilo Bwana wetu. Haleluya. Magonjwa yote hata kwa wale ambao wanasumbuka watapata nafuu kwa jina la Yesu. Haleluya. Tunaita hii ya Pasaka ya miujiza Bwana wetu. Utukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu wa miujiza. Popote ulipoenda Yesu ulitenda mema. Na hapo Bwana wetu ukiwa, sisi tunaamini mema mengi yatatendeka, uponyaji utapatikana na neno la ajabu. Mungu wetu utukuzwe sana sana. Haleluya. Tunakuamini na kutegemea Bwana wetu. Hata yale tusiyoyajua utatujulisha kwa maono na kwa unabii katika jina lako. Asante Bwana wetu. Tunabariki wote watakaosimama kufundisha neno lako. Haleluya. Watatumia mdomo wako Bwana wetu au neno lako, na kila kitu tunaamini kitatosheleza. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Semeni amani tena. Amen. Amen. Tupatie Yesu makofi mazuri.